Haleluya, 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 Mwokozi. Haleluya, 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 Mwokozi. Amen. Mpendwa katika Kristo, ninakukaribisha katika fundisho hili. Kwa majina naitwa Mwalimu Desmond Boazi Jeremia. Ninakukaribisha sana. Karibu tujifunze pamoja katika kipindi hiki cha uamsho, kuliamsha kanisa. Bwana na atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Kristo, nimekuletea somo linalosema mwana wa Mungu kupata haki. Mwana wa Mungu kupata haki. Kwa nini leo hii unakuta hata mwana wa Mungu ambaye amekirimiwa ili apate haki, lakini ni mtu wa malalamiko, ni mtu ambaye anaishi maisha ya kutokuamini? Ni kwa sababu hajui kama yeye ni mtu wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tufungue katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 9. Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 9. Imeandikwa, mpenzi katika Bwana, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Nahisi walio wengi ni uchache wa imani. Ndiyo maana ni haki yake, lakini hana imani ya kwamba atakuja kupata. Na hata kama mtu akiwa na wazo la kuwaza jambo la kutafuta kitu, ni kwa haki yake, lakini anashindwa kuelewa kama ataweza kupata. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambieni watumishi wa Mungu, kwa hiyo wewe, kwa sababu ni haki yako, una uwezo wa kusimama kwa imani ukapata, kwa sababu ni haki yako. Wewe ni mwana wa ufalme, wewe ni mtumishi wa Mungu uliyekirimiwa uzima. Ni haki yako wewe kufanikiwa, ni haki yako wewe kulisoma neno, ni haki yako wewe kulijua neno, ni haki yako kula neno na ukashiba. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya waamini hujumuisha kwanza kabisa katika kusamehewa, kuhesabiwa haki na kukubaliwa na Mungu kwa njia ya imani. Huwezi ukapata haki ya Mungu aliyakuwa wewe ni mtenda dhambi. Huwezi ukapata haki ya Mungu aliyakuwa wewe ni mwovu, unafanya mabaya, unafanya siompendeza Mungu. Huwezi ukapata haki ya mwana wa Mungu. Huwezi ukapata haki ya mwana wa Mungu. Wewe ni mzinzi ukapata haki. Haiwezekani. Lazima shetani akushikilie, lazima vifungo vya shetani vikushikilie, mapepo ya kishetani akushikilie, asili ikushikilie, ila si Mungu. Huwezi ukapata. Na ndio maana unajikuta mtu huyo anaishi maisha ovyo, anaishi maisha ya kutokuamini. Hata akitokea mtu anayeamini, akimuelezea ya kwamba wewe, kwa nini uko hivyo? Kwa nini wewe, njoo ombewe utapona? Anakuambia hapana, nimeombewa sana, nimetoa sadaka sana, lakini mimi sijafanikiwa, lakini mimi sijashinda, lakini mimi mambo yangu hapana hajawa mazuri. Nikwambie, mambo yako yatakuwa mazuri endapo wewe utakapotolea sadaka yako madhabahu iliyo hai, madhabahu ya Bwana, madhabahu iliyoitwa kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma
katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 10, imeandikwa ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Sasa wewe umesimama katika nafasi ya kiungu, alafu eti ukose haki? Hapana, nikwambie, ila aliye mwana wa Mungu hawezi kukosa haki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Warumi sura ya 4, tukisoma Warumi sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 5. Sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 5. Warumi, ndugu mpendwa, kuanzia Warumi sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 5 na wa 6, imeandikwa na tumaini halitayarishi na tumaini halitayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Pendo la Mungu limeshamiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu yu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mpendwa, unaongozwa na Roho Mtakatifu. Pendo la Mungu li ndani yetu, Mungu yu ndani yetu, alafu useme ya kwamba mimi si mwenye haki. Nikwambie, ndio maana kuna maandiko yameandika ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Ukiwa mtu ni mwenye haki, utaishi kwa imani. Simama na Mungu, simama na Mungu. Tengeneza imani ndani yako ya kwamba Mungu anakusemesha, ya kwamba Mungu alikupenda wewe, nawe mpende Mungu. Na ndio maana Zaburi, kuna maandiko yameandikwa katika Zaburi, inasema ya kwamba amtumainie Bwana ni kama mlima wa Sayuni usiotikisika. Kwa hiyo mtu yeyote anayemtumaini Bwana ni kama mlima wa Sayuni usiotikisika. Ulishaona mlima wewe unatikisika? Ulishaona mlima wewe unahama? Nikwambie, ni sawa sana mtu sasa aliyemtumaini Bwana. Aliyemtumaini Bwana. Mchawi ataenda katika ule mlima, atawanga, ataondoka, lakini mlima hauhami. Mganga ataenda kwenye ule mlima, atazunguka, atacheza mashariki, magharibi, ile kusini, kaskazini, lakini mlima hauhami. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, simama na Bwana. Bwana ana mategemeo na wewe. Anahitaji siku, nyakati za mwisho, nyakati za unyakuo, basi uwe naye, akuchukue kwenye lile lango, basi awe na wewe, aingie na wewe. Mtumishi wa Mungu mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu anahitaji kila mwamini wake apate haki kutoka kwake. Kila mwamini wake apate haki kutoka kwake. Lakini najikuta kwamba watu walio wengi wanapata hawapati haki kutoka kwa Mungu. Na ndio maana Mungu anashangaa. Mungu anashangaa sana. Mungu anaumia, Mungu anaghadhabika. Anaumia sana kwa sababu watu walio wengi wanapata haki. Wanapata haki zao ambao wanasema kwamba ndio mimi bora hata huku. Bora hata huku kwa sababu ya kwamba kwa sababu wamemkimbia Mungu, wanafanya ya maovu, wanafanya yaliyo mabaya, wanafanya yaliyo machukizo. Ndio maana kuna msanii mmoja, mwanamuziki mmoja akasemaga jambo moja, akasema ni Mungu gani asiyenijibu? Mimi Mungu wangu yuko faster, nikipata gari ananipa, pesa ananipa. Nikwambie wewe, hakuna, au unajilisha upepo. Nyumba ni nini? Nyumba ni mavi tu. Gari ni nini? Gari ni mavi tu. Pesa ni vitu vya kupita. Nikwambie mtumishi wa Mungu, hivyo ni vitu vya kupita. Simama na Bwana wewe. Simama na Mungu. Ni bora mimi na Mungu kuliko kuwa na pesa. Ni bora mimi na Mungu kuliko na gari. Ni bora mimi na Mungu kuliko kuwa na nyumba nzuri ya kifahari. Unakuwa na nyumba ya kiyoyozi, unakuwa na nyumba nzuri ya tiles nzuri, lakini hamna kitu mtumishi wa Bwana, ila uzima wako utakapompatia Yesu Kristo, uko uzima, iko nguvu itakayokujilia mwana wa Mungu, mwana wa ufalme, umekirimiwa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tufungue kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 13 ule mstari wa 18. Ayubu sura ya 13 ule mstari wa 18. Imeandikwa, angalieni sasa nimekwisha kulitengeneza
neno langu, najua ya kuwa ni mwenye haki mimi. Bwana ameshalitengeneza neno lake na anajua ya kwamba yeye ni mwenye haki. Sasa kama Bwana ni mwenye haki, maana yake hata na wewe ni mwenye haki. Maana yake hata na wewe ni mwenye haki, mwana wa Mungu. Wewe ni mwenye haki, mwana wa Mtama, wewe ni mwenye haki. Mwana wa dunia hii, mwana wa Tanzania, wewe ni mwenye haki. Mwana wa Kigoma, wewe ni mwenye haki. Mwana wa Dar es Salaam, wewe ni mwenye haki. Mwana wa Dodoma, wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo wewe simama tu kwa miguu yako. Arusha wapi, wewe ni mwenye haki. Haijalishi usema kwamba ni mimi Mungu hajanibariki kwenye kwa nini umezaliwa Tabora? Kwa nini umezaliwa Kigoma? Wewe ni mwenye haki. Hiyo ardhi ambayo Mungu amesababisha uzaliwe hapo, maana yake ndipo ambapo utakapofanikiwa, ndipo ambapo utapata haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisimama na Mungu utakuwa ni mwenye haki. Ukisimama na Mungu utakuwa ni mwenye haki. Naomba tufungue katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Timotheo ile sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Timotheo ile sura ya 3. Maandiko yanasema kuanzia ule mstari wa 16. Maandiko yanasema na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Mungu akachukuliwa katika utukufu. Lakini Mungu leo ukimwambia mtu ya kwamba simama na Yesu, Yesu ni Mungu, anakwambia hapana, Yesu si Mungu. Wewe alikuja katika mwili. Na ndio maana nimesema neno hili. Nenda katika roho. Muulize Mungu katika roho. Utafahamu, utaelewa, utachua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtoto, mwana wa Mungu. Simama. Usifananishwe na mtoto. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Imeandikwa, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote, iwapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na wawekezaji. Maana yake mtu yeyote asiyemjua Kristo ni Mungu, asiyemjua Kristo maana yake anafananishwa na mtumwa huyo. Ndio maana unakuta mali zake ziko chini ya mawakili na wawekezaji. Ni mfano, nikutolee mfano. Wewe hapo ukiwa na mtoto akikuomba, mtoto wa miaka 12, 13, 14, akikuomba shilingi 10,000 utampa? Akikomba 20,000 utampa? Akikomba 50,000 utampa? Sasa huwezi ukampa, kwa sababu unaweza ukajiuliza anaifanyia nini? Huyu mtoto anaifanyia nini? Na ndio maana ndivyo Mungu anavyotuangalia sisi. Anajua ya kwamba huyu ni mtoto. Mbona sioni mawazo yake ni ya hali ya juu ya kuniwazia mimi? Mungu anaona akikupa, ndoa za watu zitapata shida. Mabinti watapata shida. Nyie mabinti wa baba watapata shida. Utawatega wa baba. Ndio maana ya kwamba inakupasa usiufananishwe na mtoto. Ndio maana nasema ya kwamba lakini ninasema ya kuwa mrithi wakati wote, iwapo ni mtoto. Ndio maana ya kwamba Bwana, sababu ya yeye kuondoka ili sisi tulisi, sisi ni wana wa ufalme. Mimi hapa siwezi nikasema kwamba ni maskini. Siwezi nikasema kwamba ninakosa fedha. Pesa ninapata, pesa ninazo. Na unaishi kwa imani, na Mungu anakujalia, na Mungu anakupa, na Mungu anakuwezesha. Utajikuta mtu fulani ametokea uko anakupa pesa kwa sababu ni Mungu aliye naye. Bwana Yesu akusaidie mpendwa. Mungu akusaidie katika kipindi hiki cha uamsho, katika kipindi hiki cha ujio wa Yesu Kristo. Mungu akusaidie, naamini utashinda. Amen. Hallelujah.